Mpenzi mtazamaji wa Njiko TV, mbele ya kamera ni director Njiko mwenyewe. Tupo na mwanadada ambaye tuliandaa kipindi chake kinaitwa nafasi ya mwanamke katika kukuza uchumi wa taifa. Mwanadada, mambo vipi? Safi. Uko poa? Niko poa. Wapenzi watazamaji wa Njiko TV wangependa kukufahamu kwa majina. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nsal Venus Mwabirenga, ni mkazi wa mkoa wa Mara, wilaya ya Msoma mjini. Wilaya ya Msoma mjini. Nsalu, unajishughulisha na kitu gani? Mimi ni mjasiriamali. Wewe ni mjasiriamali. Nsalu, tuna mada yetu moja mezani. Nafasi ya mwanamke katika kukuza uchumi wa taifa. Hususan ukiangalia taifa letu la Tanzania, tunaongozwa na mwanamke kama wewe. Unaiona wapi nafasi ya mwanamke mwenzako katika kuikuza uchumi wa nchi yetu? Sisi kama Watanzania na kuongozwa na mama ni nafasi kubwa sana ambayo tunaamini itatufikisha kwenye malengo. Kama tulivyosikia ya kwamba nchi yetu inaongozwa na mwanamke kama wewe, na uchumi wa nchi yetu hivi sasa umeimarika, sio kama ilivyokuwa awali. Serikali yetu imejitahidi sana kuhakikisha kwamba inaleta umoja baina yetu sisi wa Tanzania, lakini pia kuleta baadhi ya mataifa mbalimbali na wawekezaji mbalimbali kuja kuwekeza nchini. Je, unaona ushawishi wa mwanamke katika kuyafanya haya yote yawezekane? Ndio. Mwanamke ana nguvu kubwa, mwanamke ni jeshi kubwa, kwamba ana uwezo wa kufanya jambo ambalo hata wanaume hawakulitarajia wala hawakulitegemea kama linaweza kufanyika. Ya kwamba mwanamke ana nguvu ya ushawishi, ndio maana taifa letu limefikia pazuri kiasi hichi? Ndio. Okay. Kuna kauli moja inasema kwamba ukimuelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Wewe unaichukuliaje kauli hii? Kauli hii kwanza ni kauli yenye nguvu sana, kwa sababu mwanamke amegusa kila engo ya maisha ya mwanadamu, kwamba katika kila sekta mwanamke anahusika. Atahusika kwenye kulea familia, atahusika kwenye mambo ya kiuchumi, atahusika kwenye biashara mbalimbali. Kwa katika kila tutakachokizungumzia katika uchumi na katika maisha, lazima mwanamke atahusika. Kwa hiyo kwa namna hiyo kumuelimisha mwanamke ni sawa na umeelimisha jamii nzima. Okay, na hivi sasa kwa nchi yetu na kwa Afrika nzima, watu wengi wanaamini ya kwamba mwanamke hawezi. Sio tu wanaume, lakini hata wanawake wenyewe wanaamini ya kwamba hawawezi mpaka wawezeshwe. Je, watu wa namna hiyo unawaambia nini? Kwanza hiyo ni kauli ya uoga. Kuona kwamba hauwezi mpaka uwezeshwe, mpaka usimamiwe kitu fulani ndio uweze. Wanawake wanaweza, na napenda kuambia kwamba kila mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke ni jeshi la mtu mmoja. Mwanamke anaweza kusimama na kujisimamia mwenyewe. Mwanamke anaweza kupambana na kuinua uchumi wake na uchumi wa taifa zima. Mheshimiwa Nsalo, nina swali lingine hapa. Hivi sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Mwaka huu tuna uchaguzi wa wenye viti, lakini mwakani tuna uchaguzi mkuu. Ndio. Mara nyingi wanawake wamekuwa waoga sana wa kujitokeza katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi nchini. Hususan ukiangalia idadi ya wanawake walioko bungeni utakuta wengi ni wanaume, wanawake ni wachache. Ukiangalia idadi ya wanawake wanaogombea nafasi za wenye viti ni chache sana. Lakini pia hata ukiangalia pale juu nafasi ya urais, mara nyingi unakuta ni wanaume tu. Je, hili linawarudisha wanawake nyuma kiasi gani? Linawarudisha wanawake nyuma sana, kwa sababu ule uoga ndo kushindwa kwako, nafasi ya kuogopa ndo kushindwa kwako. Lakini nipende kuwashukuru wanawake ambao walijitokeza kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. Tulimuona mama amesimama, ameamua kugombea. Watu wengi walisimama, ni kwa sababu wanataka kumuonyesha mwanamke nguvu yake, nguvu iliyoko ndani yake, kwamba ana uwezo wa kusimama kiasi gani. Kwa hiyo wanawake tunaweza na tunaweza kusimama na kufika tunapotaka. Sio kwamba mnaweza mkiwezeshwa. Hapana, wanawake tunaweza. Moja kati ya watazamaji wetu wa Njiko TV ambaye ni Madam Monica Pius kutoka mitaa ya Songwe amecomment ya kwamba wanawake wengi wamekuwa na ule mtazamo wa kwamba lazima wawezeshwe ili waweze kufikia malengo yao. Je, comment hii unaionaje? Amecomment vizuri kwamba wanawake wengi bado wana huo mtazamo, bado wana hiyo fikra, lakini sasa sisi tunataka tuwatoe huko na kuwaonyesha kwamba mwanamke ana uwezo wa kusimama na kupambana yeye mwenyewe na kufikia mafanikio makubwa. Hata ukiangalia Madam Monica ni mfano wa kuigwa pia katika jamii. Madam Monica akafanya nini?
Madam Monica ana shule, anatoa huduma ya elimu kwa watoto ambao pia anawapa mwangaza ili wajue nini cha kufanya. Kwa hiyo kumpa elimu mtoto mdogo ni sawa na kuielimisha jamii nzima. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana katika jamii. Kwa hiyo kumbe Madam Monica pia ni miongoni mwa watu ambao tunasema ni wanawake wa nguvu ambao wamekuwa wakipambana kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu. Ndio. Sasa una mawazo gani ama maoni gani ya mwisho kwa wanawake wenzako, sio tu kwa Tanzania lakini kwa Afrika na watazamaji wote wanaokutazama? Kwa Tanzania na wanawake wote wanaonitazama ulimwenguni, nawaambia kwamba wanawake sio watu wa kushindwa. Wanawake sio watu wa kuhofia. Wanawake sio watu wa kushindwa. Wanawake ni jeshi kubwa. Kwa hiyo wapambane kujiinua, kwamba kujiamini kwamba wanaweza na wanaweza kufanya jambo kubwa bila kuwezeshwa, bila kusimamiwa, bila kusukumwa. Mwanamke ni jeshi kubwa. Asante. Karibu tena katika matangazo haya ya Unjiko TV. Siku nyingine tena tutakualika kwa ajili ya mahojiano mbalimbali, kwa sababu tunaona tuna mambo mengi sana ya kuzungumza na una material mengi ya kuweza kuwalisha wanawake wenzako. Mpenzi mtazamaji wa Unjiko TV, matangazo haya yamepewa nguvu kabisa na Agape in Action Nursery School. Inapatikana Bweri, mitaa ya Bweri hapa wilaya ya Msoma mjini, mkoa wa Mara, karibu kabisa na Mahakama Kuu. Ukifika uliza kwa Madam au Agape in Action, leta mwanao kwa elimu iliyokuwa bora. Asante.